Tutakwenda kusikia ujumbe siku ya leo. Mungu atusaidie. Tutakwenda kusikia ujumbe kwenye kitu kinachosema elewa maana ya wawe na umoja. Wawe na umoja. Hiyo neno wawe na umoja, ukiangalia katika maandiko tunaona Yesu aliliombea kanisa, aliwaombea waamini, akasema wawe na umoja. Sasa ili neno umoja ni kitu ambacho tunaweza tukafikiri kama tunakifahamu, kwa sababu tunahamasishana, jamani tuwe na umoja, au umoja wetu, kikundi chetu, umoja wetu, umoja wa vijana, umoja si wa nini, umoja wa nini. Na wakati mwingine tumesema ni umoja wetu, umoja wa nini, umoja wa nini. Lakini ukiangalia iko kitu kinachoitwa umoja, hamna umoja ndani yake katika tafsiri halisi ambayo Mungu atatufundisha siku ya leo. Kwa sababu tunaweza tukawa pamoja hivi lakini hamna umoja. Inawezekana mkawa pamoja, mnafanya vitu kwa pamoja, lakini sio kwa umoja. Inawezekana. Ndio maana Yesu aliomba wawe na umoja, sio wakae pamoja, wawe na umoja. Inawezekana sawa, walikuwa wakina Petro, Yohana na Yakobo na nani wanajuana na kadhalika, lakini Yesu aliomba wawe na umoja, wawe na umoja. Na kwa utangulizi tutaangalia kwamba mahali popote pasipo na umoja, yaani ukiona sehemu popote hapana kitu kinachoitwa umoja, ambacho tutakuja kukiangalia maana yake hasa, hapawezi kuwa na maendeleo wala ustawi. Inawezekana ni familia, inawezekana ni kazini, inawezekana ni taifa, inawezekana ni kanisa. Pasipokuwa na umoja hapawezi kuwa na ustawi na maendeleo. Kwa hiyo kabla ya kuangalia maendeleo na ustawi, ukiona sehemu ambapo hapana maendeleo, hapana ustawi, kitu ambacho nataka ukitrace moja kwa moja, kama kuna wengi, angalia kuna umoja? Kuna umoja? Yaani ustawi, maendeleo hayawezi yakatokea mahali ambapo hapana umoja. Iwe ni kwenye familia, kanisa, kazini na taifa. Mataifa yetu haya ya Afrika tunasema mataifa bwana haya hamna maendeleo kama vile ambavyo wengine wameendelea. Lakini angalia kitu kinachoitwa umoja. Vikundi. Kama kuna vikundi kule kweli. Kikundi chetu akina progress nini? Umoja. Na mtu yote akitaka kuvuruga mahali, akitaka kuvuruga, iwe ni familia, iwe ni ustawi, iwe ni kanisa, iwe ni taifa, kitu ambacho anaweza kadili nacho, alafu sema ule mvurugano ukatokea kirahisi, maana yake kusiwe na maendeleo mahali hapo, kusiwe na ustawi, anadili na nini? Na umoja. Anadili na umoja. Anaachilia mawazo ambayo yanaharibu umoja, mawazo ambayo yanakinzana. Kwa hiyo tunaona familia zinasambaratika, mataifa yanavurugwa. Nini? Mawazo yanapandwa. Mawazo yanapandwa ambayo yanaleta kuchukiana, kubaguana, kukasirikiana. Alafu mwisho wa siku hivyo vitu vinaleta nini? Vinaondoa kitu kinachoitwa umoja. Na nataka niseme kitu kingine pia, tunapoangalia umoja, nataka niweke caution au angalizo kwamba tunaposema kitu umoja, kuna umoja wa mema, sema umoja wa mambo mema, lakini kuna umoja pia wa mambo mabaya. Sasa tunapoangalia umoja, tuangalia umoja kwa ujumla, lakini tunapoangalia hapa umoja, sio kila umoja ni mzuri. Kwa hiyo tukizungumzia umoja katika kanisa, tutazungumzia umoja sawa sawa na alivyoomba Kristo kwamba wawe na umoja. Lakini kuna watu wana umoja, lakini katika mambo ambayo kiangalia mambo hayo ni mambo mabaya. Kwa hiyo sio kila umoja ni mzuri. Kuna umoja mwingine unatakiwa nini? Unatakiwa uharibiwe. Na unaharibiwaje? Kwa mawazo vile vile, kwa sababu mawazo ndio yanaondoa umoja. Mawazo ndio yanaondoa umoja. Kwamba ingiza mawazo sehemu, alafu huyo akawa na mawazo haya na huyo akawa na mawazo haya, hakuna umoja mahali hapo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inabidi, kama kuna umoja, kwa mfano kuna watu wana umoja, niseme watu wana umoja, lakini umoja wao ni wa walevi, kwamba wao si umoja wetu bwana, mambo ya sema wa kupiana raundi. Miaka ile ya nyuma, nakumbuka miaka ile ya nyuma tulikuwa na marafiki kadhaa, tulikuwa tunaendaga
kutumikia, tunatoka sehemu, wakifika pale wao wana yani hata mmoja siku akiishiwa ana uhakika wa kunywa nini, kwa sababu mwingine anapeleka raundi. Kwa hiyo anasema ana nini, ana save, anaweka akiba. Kuna wavuta bangi, kuna magaidi, watu wa itikadi kali, ambao wanatumia vitisho, wanatumia nguvu kubadilisha watu. Wao ni watu wa itikadi kali, kwa sababu mwisho wa siku wewe kile unachokiamini, kama unatumia nguvu kumshurutisha mwingine akiamini hicho, wewe unasema ni wewe mtu wa itikadi kali. Sasa wao wanaweza kuwa na umoja, wanataka washinikize watu lakini umoja huo, je, ni umoja sio ambao ni umoja huo sio umoja mwema, ni umoja wa mabaya. Yaani wanaungana kwa ajili ya kufanya mabaya, kwa ajili ya kutenda mambo mabaya. Sasa katika hili kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa 6, tunaona hapo kuna watu walikuwa wa taifa moja wakati Mungu ameumba ulimwengu, alafu alikusudia kwamba mwanadamu azae na kuongezeka na kuijaza dunia, lakini wanadamu wakafikia hatua, sababu wakawa na lugha moja, taifa moja, wakapatana kujenga mnara wakae pamoja, wasitawanyike. Sema Bwana akasema, tazama watu hao ni taifa moja na lugha yao ni moja, na hayo ndio wanayowaza kuyafanya, na sasa sitawazuilia neno walikusudia kulifanya. Aya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi, wakaacha kujenga ule mji. Walikuwa na umoja wa watu, lakini umoja wao unapingana na kile ambacho Mungu alikikusudia, kwamba zaeni, ongezeke, mkaijaze nchi. Wao wakawa wanataka kukaa, wakajenga na mnara kwamba tusisogea, tusiende mbali. Kwa hiyo sio kila umoja ni mzuri. Na tunapozungumzia umoja, vitu ambavyo vinaharibu umoja, kuna fitna. Fitna ni nini? Kupanda mawazo yanayokinzanisha, mawazo yanayovuruga, yanayochanganya, yanayofanya watu muwe mtofautiane. Hiyo inaitwa fitna. Nikija kama nyie mnapatana kwa wazo hili, alafu nikaja kwa mtu mmoja nikampa mawazo mengine, alafu hayo mawazo yakawa anayadoubt yale mawazo ambayo msema yale mawazo ambayo mmekutana nyie kuweka huo moja, hayo mawazo tunasema hiyo ni fitna. Nimepanda fitna. Na tunalichukulia neno fitna ni neno baya, si ndio? Fitna tunasema ni neno baya, lakini Yesu mwenyewe alisema amekuja kumfitini mtu na ndugu yake. Mathayo 10:35 anasema, kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mama mkwe na mtu. Yesu anasema nimekuja kumfitini. Kwa hiyo kumbe hao watu wanaweza kawa na umoja sawa, mama mkwe, baba mkwe na nani, lakini wana umoja wao, au wana ile kushirikiana, ile kuwa kwa pamoja, lakini wanaabudu miungu ambao sio miungu hai, wanafanya mambo ya uovu. Sasa Yesu anakuja kuachilia mawazo ambayo yanafitinisha, yanakinzanisha. Kwa nini? Kwa sababu huo umoja wao, huo umoja wa hao watu inawezekana sio umoja. Kwa hiyo umoja alikuja kumfitini mtu. Matendo 10:45, neno la Bwana likaenea katika nchi yote, lakini Wayahudi wakawafitinisha wanawake wataua, wenye cheo na wakuu wa mji. Asema wataharakisha watu, wakawaudhi Petro na Barnaba, wakawatoa katika mji na mipaka yao. Walikuwa wanahubiri Injili, sema neno la Bwana likaenea, alafu Wayahudi wakawafitinisha watu wenye cheo, wakawazungumza kwa habari hao watu wabaya wanakuja kuondoa nini, wakajikuta wakina Paulo na Barnaba wanafukuzwa katika mji. Hiyo inaitwa ufitini. Adui wa umoja, kufitinisha. Mawazo ambayo yanapandwa yanafitinisha, yanakinzanisha. Unasikia neno ambao yaani yule jamaa hapa, yule jamaa yule, ndugu yako yule hafai kabisa, yule jamaa yule anaabudu hivi, yule jamaa yule ni mpinga Kristo, yule jamaa yule ni, unaanza kudoubt.
fika Kristo unaanza kuwa makini. Haya, kuna jambo lingine, umbea. Umbea pia ni vitu ambavyo vinaharibu umoja. Umbea ni nini? Umbea ni kuelezwa au kueleza. Unaweza ukawa umbea, nafikiri kwamba umbea ni kusema tu, hata kusikiliza. Anayesikiliza na anayesema, wote mnaweza mkawa na hizo sifa. Umbea ni kueleza au kuelezwa siri za wengine ambazo muhusika hajaweka wazi kwa watu wote. Yaani kuna jambo ambalo mtu analo, alafu hilo jambo hajaweka wazi kwa watu wote. Inawezekana ameweka kwa huyu mmoja, alafu wewe amekupa hiyo taarifa, alafu wewe unaisambaza. Wewe unaitwa ni mbea. Lakini yule ambaye unasikiliza pia, ambaye yakuhusu, unajua sasa hili jambo hili halinihusu na litanifanya mimi nimuone yule, nimchukulie vibaya. Unaendelea kusikiliza, ikawaje? Haisei, kumbe ni hivyo. Wote mnasema ni wambea. Sasa hayo mambo yote yanaua nini? Yanaua umoja. Yanaua umoja. Na kwenye maisha jamani, siri ni muhimu. Tuelewe ukweli, siri ni muhimu. Yaani siri, kwa sababu siri, kwa nini siri zipo? Una rekodi? Okay. Correct. Tayari? Kwa nini siri zipo? Siri ni muhimu. Kuna mambo ya siri jamani, sio kila kitu kila mtu ajue. Siri ni muhimu kwa sababu kuna wengine wakisikia siri zako hawawezi kustahimili, watakuogopa, watalaumu, pengine watalalamika. Kuna vitu vingine lazima vitunzwe. Sasa unaposikia kitu ambacho unajua nikimwambia huyu kitamfanya mdharau yule, kitamfanya pengine amuogope, ukasema, kinaweza kikavuruga umoja. Ndio maana hata kwenye serikali za nchi kuna mambo lazima yawe ya siri, kwa sababu kila mwananchi akiyajua wengine watalalamika. Sasa sio kwamba ni mabaya, lakini inawezekana kwamba ile uwezo wa kustahimili. Unajua katika maandiko, moja ya kitu ambacho ni cha muhimu sana ambacho Biblia imekizungumza tuchukue tahadhari nacho ni malalamiko, kulalamika. Wakati wana wa Israeli wanaenda nchi ya ahadi, waliingia, nafikiri ni Yeriko, wakutana na kuna watuma wapelelezi. Kuna ile taarifa ilivyokuja, kuna ambao walitoa ile taarifa kwamba tumekutana na watu mapande ya mtu, tumekutana na watu ambao wenye nguvu. Yaani walizungumza kana kwamba wanatisha, wanaogopesha. Sasa zile taarifa zinaweza zikawafanya watu walalamike. Kwa hiyo siri ni za muhimu. Lakini mambo mengine ambayo yanaondoa pia umoja au ni adui wa umoja, uongo. Maneno ya uongo. Pana maneno yasiyo na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tumeangalia umoja kidogo, lakini kiuhalisia umoja ni matokeo yanayotokana na mawazo ambayo walionayo watu. Ukiona mahali kuna umoja, unajua ni matokeo ya kitu fulani. Unataka kujenga umoja, lazima kuna maudhui na mawazo. Kuwe na mawazo yanayofanana. Ukiwa na mawazo kinzani, mahali hapa hapawezi kuwa na umoja. Mkiwa mnajifunza kwenye vyanzo viwili tofauti, mahali hapa hapawezi kuwa na umoja. Kwa umoja unatokana na sema common understanding, ufahamu unaofanana. Tukiwa na ufahamu sawa kwa habari ya Kristo, tukiwa na ufahamu sawa kwa habari ya jambo fulani, automatically katika hilo jambo tunakuwa na umoja. Kwa nini musician ukutaka kuna ile kitu wanaita musician wanaelewana? Kwa nini? Kwa sababu aina ya muziki ambao wanasikiliza, aina ya muziki ambao wana share ni sema wana ufahamu unaofanana. Kwa hiyo hata wakipiga muziki wanaweza wakasikiliza sauti zikawa zinafanana. Tunasikiliza nini? Mahali penye umoja kikubwa zaidi sema common understanding, kile ambacho mnakisikiliza, mawazo ambayo kwa hiyo umoja ni matokeo.
umoja ni matokeo, lakini umoja ni jambo ambalo linampendeza Mungu. Zaburi 133:1 anasema, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ilivyo vema na kupendeza ni jambo lenye kupendeza, ni jambo lenye kumpendeza Mungu, watu wakae pamoja kwa umoja. Tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwa hiyo kuna kukaa pamoja alafu kwa umoja. Yaani unaweza mkakaa pamoja lakini sio kwa umoja. Ndio Baba malizia, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na tukimwangalia Mungu mwenyewe, Mungu ana mamlaka yote, ana nguvu zote, ana uweza wote, lakini Mungu ameamua kuwa na umoja. Ameamua kufanya vitu kwa umoja. Kwa umoja ni jambo lenye kumpendeza Mungu. Yesu anasema mimi na Baba tu umoja. Yohana 10:33, Yohana 10:30 anasema mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba tu umoja. Ina maana hata Mungu mwenyewe anafanya kazi yake, ana uwezo wa yaani kama Mungu mwenyewe anafanya kazi yake kwa umoja, kwamba yeye ni Baba lakini ameamua kupitia mwana ulimwengu uokolewe. Kupitia mwana ulimwengu uokolewe. Yohana 1:5-8. Yohana anaandika anasema, kwa maana wako watatu washuhudi wao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na hao watatu ni umoja. Hao watatu ni umoja. Ina maana wanafanya kazi au wanachokifanya ni kitu hiki kimoja. Kwa umoja ni kitu chenye kumpendeza Mungu. Sasa tunaona Yesu kabla hajaondoka au kabla hajaenda msalabani, alikuwa katika maombi, anaomba kwa ajili ya wanafunzi, na akisema yale maombi yalikuwa sio wanafunzi wale 12, yalikuwa anaomba mpaka kwetu sisi. Yalikuwa anaomba mpaka wale ambao watakaoamini kwa ajili ya kile ambacho wamekifundisha kwa wanafunzi wake. Anasema hivi, Yohana 17:21, anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiye ulinituma. Nawe utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja, mimi ndani yao wawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu upate kujua ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Umeona hapa anazungumza, anaomba kwa ajili ya wawe na umoja kama mimi nilivyokuwa na umoja na wewe. Utukufu ule ulionipa mimi nimewapa wao, ili wawe na umoja. Sasa lazima tuelewe, Yesu anasema utukufu ule ambao amepewa na Baba yake ametupa sisi. Alafu ule utukufu ili nini? Kwa nini ametupa sisi? Ili tuwe na umoja. Na ni utukufu gani ambao Yesu alipewa na Baba yake? Utukufu gani Yesu alipewa na Baba yake? Ili katika huo tuwe na umoja. Anasema Mungu Baba alimkirimia jina kupita majina yote. Unajua Yesu alipewa jina na Baba yake, ambalo katika jina lake viumbe vyote vya duniani na vya mbinguni vinatii. Alafu hilo jina Yesu wakati anaondoka anasema muombeni Baba kwa jina hili. Kwa jina hili. Ina maana kinachotuunganisha, sisi waamini, jina la Yesu. Na jina la Yesu, tukizungumza jina la Yesu ni jina gani? Au lina maana gani? Kusema jina la Yesu. Sawa, ni Yesu, lakini Yesu, unajua kila jina lina tafsiri. Kwa mfano ukizungumza Paulo au ukizungumza labda Festus au ukizungumza whatever jina lolote, Joseph na kadhalika, lina maana, si ndio? Linakuwa na maana yake. Sasa ukisema Yesu, unajua Yesu kisoma katika kitabu cha Ufunuo kule, anasema jina lake aitwa neno la Mungu. Neno la Mungu.
Kwa hiyo Yesu alipewa jina ambalo katika hilo akatuachia sisi, ili katika hilo lituunganishe, tuwe na umoja, Bwana Yesu asifiwe. Na ni hatari sana ukiona mtu anafanya vitu peke yake ni hatari. Hata maandiko yametoa tahadhari kuhusiana na kufanya peke. Kama Mungu mwenyewe aliamua kufanya kupitia mwana, atafanya na roho kupitia roho, lakini pia licha ya hivyo, ili kuwafikia watu wengine anatutuma sisi kama watumishi wake kuwafikia wengine. Mungu anapenda watu ile coordination. Sio kila kitu unataka kufanya peke yako, kila kitu ufanye mwenyewe. Umoja. Maandiko yanatahadharisha kuhusiana na kufanya vitu peke yako. Mhubiri 4:7 anasema, kisha nikarudi tena kuona ubatili chini ya jua. Kuna mtu aliye peke yake wala hana wapili wake. Naam, hana mwana wala ndugu. Sema hata hivyo amali yake haina mwisho, wala macho yake hayashibi utajiri. Basi asema, ni kwa ajili ya nani nafanya kazi na kujinyima nafsi yangu mema? Hayo nayo ni ubatili, naam, ni taabu kubwa. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana watapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana akianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Ikiwa mtu anaweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga? Wanasema, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Mwenyewe ushindana kila shauri jema. Heri wawili kuliko sababu mmoja akianguka mwingine atamuinua. Lakini hapa anazungumza kwamba kuna mtu alikuwa anaona kwamba ni kitu cha ajabu kweli ambacho anakiona. Mtu anajitaabisha, anafanya kazi, anaika kwa ajili gani? Kwa sababu mtu yuko peke yake. Umoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa umoja ni nini? Hebu tuangalie umoja ni nini. Umoja, tunaposema umoja ni nia ya ndani. Umoja ni nia ya ndani ya kushirikiana katika kitu kimoja cha msingi kinachowaunganisha. Umoja ni nia ya ndani ya kushirikiana katika kimoja cha msingi kinachowaunganisha. Kizungumzia umoja, lazima kuna kimoja, kuna cha aina moja, kuna kitu kimoja kinachowaunganisha. Yaani kama kuna vitu viwili ambavyo ndio vinawaunganisha, Biblia yenyewe ikasema uwezo ukatumikia mabwana wawili, si ndio? Kama wewe kuna mabwana wawili, maana kwamba mahali hapa hapana umoja. Huyu ana bwana wake na wewe bwana wake. Au wewe una mabwana wawili. Haiwezekani. Kwa tunaposema umoja, lazima kuwe kuna kimoja cha msingi kinachowaunganisha. Sasa inawezekana ikawa ni kazini, kinachowaunganisha pale. Kisema kazini, kinachowaunganisha ni nini? Ni miongozo ya mwenye kazi. Mwajiri. Kikaa pale tunaona sisi wote bana ni waajiriwa. Tumeajiriwa na nani? Tumeajiriwa na bwana fulani. Tumeajiriwa na taasisi fulani. Kinachowaunganisha pale ni nini? Ile taasisi au yule mwajiri wenu. Kwa hiyo mtakuwa na umoja. Kwa nini? Kwa sababu kuna msingi mmoja ambao ndio umewaunganisha mahali pale. Inawezekana pia sisi waamini katika kanisa, kinachotuunganisha ni nini? Yesu Kristo. Na huyo Yesu Kristo haishi tu kwamba Yesu Kristo ni Yesu, lakini Yesu Kristo ni nani? Wote tutakuwa tumjue. Anasema juu ya msingi huu nitarejea kanisa langu. Aliuliza pale, watu wanasema mimi nani? Wakasema mimi, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine ni nabii, wengine wanasema ni mmoja wa manabii wa kale, wengine
ni Yohana Mbatizaji. Akasema nyie mwasema mimi ni nani? Petro akasema wewe ndiye Kristo, ndiye mwana pekee wa Mungu. Akasema nami nakwambia wewe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, juu ya msingi huu. Kwa hiyo aishi tu kwamba Yesu, ila Yesu ni nani? Yesu ni nani? Ukitambia Yesu ni nabii, wewe Yesu unayemsema wewe na mimi huu tofauti. Kuna watu wanamwamini Yesu lakini wanamwamini Yesu kama nabii. Kuna watu wanamwamini Yesu lakini wanamwamini Yesu kama sui nani, kulingana na vile ambavyo wanamwamini. Wanamwamini kama ni filosofa, wengine wanamwamini kama ni rabi, wanasema ni rabe, alikuwa ni mwalimu mwema. Lakini unapomwamini Yesu kama mwana wa pekee wa Mungu, mwana wa pekee wa Mungu. Unajua kusema Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu, kuna watu wataanza kuargue, sasa Yesu kama ni mwana wa pekee wa Mungu, mamake ni nani? Kwa hiyo Mungu ana mke. Wataanza kusema kuleta zile fakti za ulimwengu huu, kwa sababu ukitafsiri mambo ya rohoni kwa kanuni za ulimwengu huu, kwamba kwa sababu ni mwana lazima awe na mke. Ulimwengu wa roho una kanuni zake. Tukileta mambo ya ulimwengu wa roho tukianza kuyatranslate kwa kanuni za ulimwengu huu, ina maana kama Mungu ameumba ulimwengu wote huu, kaumba mwanamke na mwanaume, anashindwaje kuwa na mwana? Anashindwaje kuwa na mwana? Kwa hiyo waamini kitu ambacho kinatuunganisha, Kristo ni nani? Yesu ni nani? Yesu ni nani? Tunapomwelewa Yesu in a common understanding, katika ufahamu unaolingana, maana sisi sote tunakuwa nini? Tunaweza tukawa na umoja, sababu tukikutana wote tunamfahamu Yesu ni yule ambaye ni wajana, leo na hata milele, yule. Lakini tukishakuwa na Yesu wa aina nyingine, maana kwamba huyo hatuwezi kuwa na umoja. Wakorintho wa kwanza 3:11 anasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo Yesu Kristo. Hakuna mtu ambaye anaweza kuweka msingi mwingine. Ukileta msingi mwingine, Yesu ni nani, hatuwezi kuwa na umoja mahali hapo. Hatuwezi kuwa na umoja mahali hapo. Kwa hiyo umoja ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kama Yesu alituombea tuwe na umoja, lazima tuelewe kwamba hivi mimi au sisi kama kanisa, umoja wetu utakuwa katika nini? Unajua mara nyingi tumeweka umoja hata tunapokuwa kwenye familia, kwenye kanisa, tunaweka umoja sisi tunaekana na makatiba na dini, tunaweka umoja sisi na taratibu na kadhalika, lakini umoja wetu utakuwa uwe katika fundisho la Kristo, Yesu Kristo pale juu na anachokisema. Yaani kuna hizi taratibu za hizi zingine, kwamba hao wanapiga magoti, hao wanasimama, hao wanatumia gitaa, hao wanatumia drum, hao wanatumia, kwamba hizo ndio tumefanya, kwamba wanaofanya hivi umoja wao huu hapa, wanaotumia magitaa sio nini, hao ndio na umoja wao. Lakini katika kanisa kinachotuunganisha, kinachotufanya tuwe na umoja ambao Yesu aliomba, sio culture. Kuna tamaduni kuna tamaduni katika kanisa, na hizi tamaduni sio mbaya, ni za kuheshimiwa. Ukienda kwa Black Americans, kuna namna ambavyo wanasema wanafanya, pengine kama ni kuimba the way wanavyo. Ukija kwa Waswahili kuna namna ambavyo aina ya jimbo, aina ya muziki na kadhalika. Ukienda kwa sema Arabic countries the same, kuna aina ya, sasa usiende pale ukalazimishia. Sasa mara nyingi vitu kama hivi vinatufanya kwamba sisi tuwe na umoja wa watu weusi, lakini kinachofanya tuwe na sema umoja wa kweli ni ile sema lile jambo la msingi zaidi, Kristo. Tukianza kuwa na umoja kupitia culture, kupitia hizi mambo ya culture, tamaduni, ndio tutaanza kubaguana. Lakini tukiwa na umoja kwa kumwangalia Kristo Yesu, hatutaangaliana wewe una culture gani, hataangalia wewe una culture gani, wewe una tamaduni gani, kwamba wewe unapiga magoti, wewe unapiga makofi.
wewe ni mweusi, wewe ni mweupe. Culture hizi tukizipa priority katika umoja, sisi tunanena kwa lugha ya Pentecost. Kwa hiyo na culture yetu sisi wana walitujia, tuna umoja wetu sisi, sijui kwa sababu tuna praise and worship tunafanya hivi, tuna umoja wetu. Lakini kinachotakiwa kitu kama kanisa au kama waamini, kinachotakiwa sisi tuseme sisi ni wamoja kwa sababu ya Kristo Yesu. Tukishaanza kuleta culture, kwa sababu ndani ya culture kuna ubaguzi, ndani ya culture kuna kujiona sisi ni bora kuliko wale wengine. Wayahudi walipohubiri injili pamoja na culture, ndio ilitengeneza ile nini, ile hali ya kujiona kwamba wanawabagua wengine, kwamba walipeleka injili pamoja na sema na culture ya tohara, kwamba mtu asiyetahiriwa au atakuwa ni najisi. Kwa hiyo sisi tuliotahiriwa, wao hawajatahiriwa, sisi tunaonena kwa lugha, wao hawajanena kwa lugha, hawaneni kwa lugha. Sisi tunao hivi, sisi wa kiroho, wao si wa kiroho. Wao si wa kiroho vipi? Wanamwamini nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nimesema mambo haya kwa nini? Kwa sababu tukileta culture ina umuhimu wake, lakini sio primary, ni secondary. Tukizungumzia primary cause au tukizungumzia ile jambo la msingi ambalo linaweka watu pamoja ni Kristo Yesu, ni Kristo Yesu. Kumfahamu Kristo ni nani? Yote ambaye anamfahamu Kristo ni naye, ni mwana wa pekee wa Mungu aliyekuja ulimwenguni ili tupokee ukombozi, msamaha wa dhambi. Huyo ni ndugu yako, huyo ni ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo linaloleta umoja, kuna jambo moja ambalo linaleta umoja, jambo moja ambalo linaleta umoja. Tumalizie hapa. Umoja unaletwa na nini? Jambo moja, kila mmoja kuwa na bidii kuenenda katika msingi mmoja unaowaunganisha wote, unaowaunganisha watu. Kila mmoja anapokuwa na bidii katika, nasema katika ile kinachowaunganisha, kama ni Yesu Kristo, kila mmoja akiwa na bidii katika kulisikia na kulifuata fundisho la Kristo. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba automatically tutakuwa na umoja. Kila mmoja akitamani au akiwa na sema na ile nia ya kufanania Kristo, automatically tutakuwa na umoja. Tutakuwa na umoja. Yesu Kristo, kitu ambacho alichokuwa anakifanya alipokuwa ulimwenguni, alikuwa anajitahidi kuyatimiza mapenzi ya Baba yake. Yaani Yesu alichokuwa anakifanya, kila anachokifanya ni katika kutimiza mapenzi ya Baba yake, katika kutimiza mapenzi ya Baba. Kwa hiyo kile kinachotuunganisha, kila mmoja akiwa na bidii na kile ambacho kinaunganisha. Inawezekana ni kazini, kama ni kazini unafanya kazi ile ambayo imekupeleka pale. Kila mmoja akifanya kazi iliyompeleka mahali pale, panakuwa na nini? Panakuwa na umoja. Kama ni kwenye undugu, pia undugu inawezekana ni undugu, kuheshimiana, kila mmoja anamheshimu mwenzake, anaheshimu nafasi ya mwenzake. Kama ni baba, kama ni mama, unampa heshima kulingana na nafasi yake. Automatically kutakuwa na umoja mahali hapo, kuheshimiana. Lakini kama kanisa kuishi mawazo ya Kristo, kila mmoja akitamani au akitia bidii katika kusema, katika kumpendeza Kristo, automatically kunakuwa na, yani swala jamani, tuwe na umoja, linaweza lisiwe msitizo. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja anakaa kwenye nafasi yake, kwenye nafasi yake. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nataka nikisema, kuna mambo ambayo nataka niangalie hapa, tuangalie kwa mfano kwenye mambo ya familia, mambo ya urafiki na kadhalika. Moja ya kitu ambacho kinaweza kikatufanya
tukawa ni watu ambao tunasema ni watu ambao tunatija. Kama ni kwenye familia, unafikiri kwenye familia ni kitu gani ambacho kinaweza katufanya tuwe na umoja? Kwenye kanisa sawa, tumeangalia Kristo Yesu. Familia ni kitu gani? Sababu tunajifunza neno la Mungu, na naamini kwamba tutaendelea tutakuja kuwa na familia, wengine tutaraise familia zetu. Ni kitu ambacho kinaweza keep kuwa moja. Ni kila mmoja katika familia kuweza kufanya nini? Kuweza kuishi kanuni za kimungu. Kwamba Mungu ndo anakuwa ni nini? Anakuwa ndio kiongozi wako, kiongozi wenu. Ndio anakuwa msingi wa nyumba. Mafundisho ya kimungu ndio yanawaunganisha. Yaani katika familia, katika nyumba, baba sio kwamba baba ndio baba ndio analeta umoja, hamna. Kinacholeta umoja ni mawazo yanayowaweka wote kwenye laini moja. Ukiona kwenye taifa pengine hapana umoja, angalia mawazo yanavyochanganyana. Kuna watu wanakuja na mawazo tofauti. Huyu anapinga huyu anapinga huyu, anazungumza hiki. Kisha kuwa na wazungumzaji wengi mahali hapo, hapawezi kuwa na umoja. Mawazo yakisha kuwa mengi, vyanzo vya taarifa vikiwa vingi, hapawezi kuwa na umoja. Kwa hiyo katika familia pia, tukitaka tuwe na umoja, lazima wote tustick katika neno la Mungu. Neno la Mungu linafanya nini? Linatuweka kuwa na umoja. Neno la Mungu linatuweka kuwa, sisi kama Wakristo tunapotaka kujenga familia zetu, lazima sote tuangalie hiki ninachokifanya hivi, neno la Mungu linasemaje? Kila mmoja, sio baba, sio mtoto, sio mama, kila anayekuja, neno ninachokifanya, ninachokisema, ninachokiwaza sasa neno la Mungu. Tukiwa na iko kitu kimoja, ile common understanding, automatically tunakuwa na umoja. Kwa nini? Kwa sababu kuna ambacho kinatufanya kuwa na umoja. Kwa umoja sio jambo la kumplease mtu. Umoja sio jambo la kumplease mwingine, kwamba nakuplease wewe ili kwamba unajua bana namplease. Umoja ni kufuata nini? Unafanya kile ambacho inakupasa kufanya. Sawa na nini? Sawa na kile chanzo kimoja cha taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Urafiki. Kuwa na urafiki ambao kwa sababu amenitendea na mimi ndo nimtendea. Akinitendea na mimi nakauka. Hatuwezi kufanya nini? Urafiki huo hauwezi ukawa na umoja. Umoja unatokana na nini? Umoja unatokana na kwamba pale ambapo unawajibika kama nini? Unawajibika katika nafasi yako, kwamba bana, huyu ni rafiki yangu, nafanya hata kama hajanifanyia, lakini huyu ni rafiki yangu, namkubali. Lakini ukiwa kwa sababu ya amefanya hivi na mimi ndio, hamwezi huo urafiki, umoja hauwezi ukastawi. Yaani huo urafiki hauwezi ukawa na ustawi. Sasa kwa nini tumeangalia mambo haya, au tumeangalia ujumbe huu? Namalizia somo hili, ni refu kidogo, lakini naomba nimalizie hapa. Kitu ambacho kwa nini Mungu ametaka azungumze na sisi ujumbe huu, na ujumbe huu niliuandaa wiki iliyopita. Sikuzungumza wiki iliyopita kwa sababu kidogo ratiba ilikuwa kidogo ni ngumu. Nilikuwa hapa na watu ambao nisingeweza kuzungumza kwa urefu. Lakini kitu ambacho tuelewe ni kwamba katika maisha tunapotaka ustawi mahali popote, lazima kuwa na mawazo yanayolingana. Mawazo yanayolingana. Na mawazo yanayolingana si katika kanisa ni nani? Ni Kristo Yesu. Sio kumwangalia mtu ambaye pengine anamwamini Kristo kwamba ni mwana wa pekee wa Mungu aliyekuja kwetu kwa ajili ya kutukomboa kwa njia ya msamaha wa dhambi,
alafu kwa sababu culture yake au rangi yake ni tofauti, kasema hawa na sisi ni tofauti, hawa na sisi ni tofauti. Na kanisa limegawiwa hapo kupitia culture, kupitia tamaduni. Kanisa tumeona tamaduni ile, kwamba tumeona tamaduni ndio kitu cha msingi, kitu kizito, kitu cha muhimu. Hapo ndo tumefanya nini? Tumegawanyika. Hatumwangalii Kristo, kwamba umoja wetu upo unaanzia kwa Kristo. Kila mmoja anamwangalia Kristo katika, tumekuja kuangalia kwamba mambo mengine. Kwa hiyo neno la Mungu siku ya leo linatukumbusha au linatusisitiza kwa habari ya kuwa na umoja. Na aliposema wawe na umoja, ni umoja ule ni katika kumjua yeye. Alituombea sisi ili uelewa wetu tumuelewe Yesu Kristo alivyo. Alafu tunapomuelewa Yesu Kristo alivyo, tunamuelewa Baba alivyo. Sababu Baba aliamua kujifunua kupitia Mwana. Hakuna namna ambayo tunaweza kumjua Baba alivyo nje ya Mwana, kwa sababu Mwana ni taswira halisi ya Baba ambayo ilijifunua katika ulimwengu huu. Alikuja akaishi na sisi katika namna ya ubinadamu. Unajua Yesu, kitu ambacho tunataka tukielewe ni kwamba aliamua kuna namna fulani Mungu aliamua mwanae aje katika namna ya mwili kabisa, ili tumuelewe jinsi alivyo katika namna ya mwili. Kwa sababu akikuja katika roho, katika namna ya roho, kwanza ingekuwa ni kasheshe, kwanza ingekuwa ni isingewezekana. Hata hivyo lazima ulimwengu huu ili uelewe kitu lazima kiwe na mwili. Kwa alikuja katika namna ya mwili akaishi na sisi ili tumuelewe Baba alivyo. Kwa kama yeye alikaa katika ulimwengu huu, akawa na umoja na Baba yake, akaenenda kama Baba yake anavyotaka kwa kutimiza mapenzi ya Baba yake, ndivyo ambavyo sisi pia yatupasa tunapoishi katika ulimwengu huu, tunapoenda katika ulimwengu huu, tuwe na nini? Tuwe na kiu ya kufanya nini? Ya kutimiza kila, yaani hata kama mwenzako hataki kufanya kile ambacho unakiwaza au kile ambacho yampasa ukifanya, wewe stick katika nafasi yako. Unajua kuna namna fulani hata katika kanisa fulani hajapiga vizuri, siimbi. Fulani sio hajaandaa kitu fulani, mic haijakaa vizuri, sihubiri. Fulani sio hajafanya hivi, si na mimi naacha. Timiza wajibu wako kwa Bwana. Timiza wajibu wako kwa Bwana. Tukifanya kwa sababu au tukiacha kwa sababu fulani hajafanya, maana ni kwamba nini? Umoja wetu unadependi na huyu atafanyaje. Kwamba tuna umoja, lakini umoja wetu kwa sababu anachangia na mimi nachangia, kwa sababu anatoa na mimi natoa. Na tumekuwa na changamoto sasa hivi katika kanisa kwamba kwa sababu huyu hatoi michango ya kanisa, hatuwezi kufanya nini? Hatuwezi kumpa huduma ya kiroho. Zipo hizo, nimeziona. Apati huduma ya kiroho kwa nini? Kwa sababu hajachangia. Lakini katika kanisa au katika Kristo, sisi tutakuwa kila afanye kwa wajibu wake. It doesn't matter mtu afanye pati yake. Tena mtu ambaye anasema afanye pati yake, ukimtendea wema ndio unamkumbusha kwa urahisi kwamba anaona yani japokuwa sijafanya hivi lakini amejitoa hivi. Tunasema anaona haya. Usimlipe mtu baya kwa baya. Usimlipe mtu kwa baya kwa baya. Ovu kwa ovu. Kimlipa mtu ovu kwa ovu, maana nini? Maana kwamba sasa hapo ndo unaharibu kabisa. Ile unaharibu kabisa. Lakini mtu akifanya uovu, shindeni ubaya kwa wema. Akifanya uovu, alafu wewe ukatenda jambo jema, maana nini? Maana ni kwamba sawa. Namalizia. Maana ni kwamba nini? Maana ni kwamba kuna namna fulani unaweza kufanya nini? Ukamsaidia au ukamwezesha mtu huyo kufanya nini? Kuweza kutoka katika kile kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa umoja wetu wawe na umoja sisi katika yeye Kristo. Sio katika mimi na wewe. Familia, baba na mama wote Kristo.
urafiki, kanisa, sio kanisa gani, sio ushirika gani, kusanyiko gani, wote Kristo. Sio umoja sisi, sio umoja wa kanisa fulani na kanisa fulani. Sisi tunakuwa wamoja kwa sababu ya Kristo Yesu. Tukiwa umoja kwa sababu ya culture zetu zinaendana, tukiwa umoja kwa sababu ya mifumo yetu inaendana, siku mifumo ikipishana kidogo tu vita. Lakini hakuna hata siku moja kwamba Yesu Kristo atabadilika. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ukimwona mwenzako muone kwamba ni mwenzangu. Kwa nini? Kwa sababu Kristo. Asipotekeleza wajibu wake usimchukie. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe tazame Kristo. Yeye naye akirudi katika Kristo, maana mnaendelea kuwa wamoja. Kitu gani kitatutenga na upendo wake? Kitu gani kitatutenganisha na yeye? Hakuna kitu chenye kututenganisha na yeye. Sote tumekuwa attached na yeye. Vikitutenganisha hizi madhehebu, zikitutenganisha hizi rituals, culture, zikitutenganisha, mwisho wa siku inakuwa nini? Inakuwa haina maana. Taanza hawa bana wanapiga sauti, hawa kimya, hawa hivi. Hatuwezi kuwa wamoja. Tuondokane na hiyo mitazamo. Yote ambaye anamwamini Yesu Kristo ni maana kwamba sisi ni ndugu yetu. Ndugu yetu katika nini? Ndugu yetu katika Bwana. Sote tumezaliwa na baba mmoja. Tumezaliwa na baba mmoja kwa njia ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimshukuru Mungu wetu, baba yetu wa mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya neno lako hili. Umesema nasi ukatukumbusha kwa habari ya umoja. Tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae kwa umoja. Mungu tunakushukuru kwa sababu neno lako hili linaweka madai ndani yetu kwamba tunapotazamana, tunapoangaliana, tunapofikiria kwa habari ya kanisa lako, kwa habari ya mataifa yetu, kwa habari ya familia, Mungu tuelewe kabisa kwamba umoja ni kitu ambacho wewe umekikusudia. Ni kitu ambacho unakipenda. Ndio maana ukasema tazama ilivyo vema na kupendeza. Falme, naendelea kuomba atuimarishe sisi kama kanisa la Morogoro, kanisa la Tanzania, kanisa la ulimwengu. Sote tukapate kukaa katika wewe, tukakujua wewe, tukatembea katika wewe. Ukatuimarishe pia hata familia Bwana, familia zetu ukatuimarishe katika taifa hili Bwana. Yasiwepo mawazo ambayo yanaweza kuligawa taifa hili, bali Mungu, neema yako na uweza wako Bwana ukaendelee kutuunganisha, ukatuunganishe Bwana. Mungu, ninaendelea kuomba Mfalme kwa ajili ya sote pia tulioko mahali hapa, hata kwa ajili ya fellowship hii. Endelea kutuimarisha katika umoja, tukapendane, tukakue katika wewe na kukufahamu wewe Bwana. Tukufu na heshima vikakurudia wewe Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.